ninaendelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, Bwana unipandishe, Bwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote, Bwana unipandishe. Bwana Yesu asifiwe. His Grace the Bishop, I'm just confirming to you that mimi ni mtoto wa madhabahu. My father is a pastor, Bible reading pastor of the African Land Church, na mimi ni mzee wa kanisa at AIC. So I'm in the right place. His Excellency Deputy President, allow me to write on the protocols that have been established. And in the interest of time, I will say very few things. Mwanzo ni kuwakaribisha huku Ukambani. Wale ambao mmetembelea, ndugu zetu, dada zetu, karibuni sana, mko nyumbani huku. Ya pili, niseme mimi natoka upande wa Kitui na hapa ni Machakos. Leo tu, so that I demonstrate the respect that we have for you. Today, niko na watoto 34 and their parents. I run a foundation that contacts medical camps. Over the last 1 year, we have identified quite a number of kids with deformities, and we have partnered with Cure International. We are taking the first batch of 34 today. So kwa barabara wanaenda Kijabe for corrective surgery. As the founder and chairman of the foundation, I should be with them. Lakini nikaambiwa na party leader tuko na mgeni nyumbani. Hayo maneno utafuata watoto baadaye, enda mkaribishe mgeni kwanza. We are here to welcome you to our region. Na kusema sisi tunakuheshimu na sisi tunaheshimu Kalonzo Musyoka. Ya pili niseme kuna maneno nimeyasikia, hata mengine nimeyasikia hapa. President William Samoei Ruto anaambia watu, nyinyi sasa mmenifanya mimi ndiye agenda yenu, kila wakati mkutana mnaongea maneno yangu. I want to make it very clear to President William Ruto that in this country, on this day, there can never be a bigger agenda than him. There can never be a bigger agenda than him. Na sisi, Mr. President, we will talk about you and the things that you're doing against your own promises and against the Constitution of the Republic of Kenya. Ukweli ni kwamba the first duty of any sitting president, even of a banana republic, is to ensure the safety of the citizens of that country. President Ruto, your government has presided over abductions and killings at a magnitude never witnessed in this country since independence. For that reason, we will talk about you. Mr. President, your administration, na wazungu
waliongea tu, akasema if it is working don't fix it. Ukakuta wa Kenya wanaendelea na mpango wa NHIF, wanaendelea tu kidogo kidogo tu, wanasonga kidogo kidogo. Your administration brought a system that even yourself don't seem to understand. Hii kitu inaitwa sha, shi, sho, shu, shu. Who understands this thing? Your own ministers, your own deputy president, mwenye ulishika mkono ukaweka kwa ofisi against the will of the majority of Kenyans. Mr. Yes sir. Yeye mwenyewe aielewi, amesema juzi iko matatizo kidogo kidogo. You know, life is precious before God. Na maneno ya matibabu sio maneno ya kusema ati let us fix it pole pole, itakuja tu kuingiana. Ungonjwa, it doesn't wait. If you are sick, you are sick. You need to be treated. This SHA manenos is fraud. That's what it is. It is not working, Mr. President. Because of SHA and SHIF, we will talk about you. Ya tatu, nasikia ukisema watu sasa sijui wanaungana, tribal groupings. You know, I like it. I like it when people just decide to have very short memories. When the other day, less than 3 years ago, President William Samoei Ruto was literally actually living in the Mount Kenya region in central Kenya. Anaamuka hapo, anashinda hapo. That time, it was not tribalism. Sasa saa hii, kwa sababu watu wamerudi kwao, you know, Mr. President, sisi na watu wa Mount Kenya region, we are not uniting. We are just coming back together. We are one people. In fact, we have never, mimi nikienda kule Central Kenya, nikiongea Kikamba, there is no need for translation. Wakikuja kwetu, wakiongea Kikuyu, there is no need for translation. We know where the rain started beating us. You divided us so that you could rule us. Sasa vile tumeanza kurudiana, mnaanza kuona ukabila. I want to make it very clear to you, before God and before man, that the line of divide between the Kikuyus and the Kampas, hiyo mstari tumefuta kabisa. It will never be there again. We don't belong to the Lower Eastern region. We are members of the Mount Kenya South region. That's who we are. Mr. President, kwa sababu dhangu amesema unasikiliza, take note. Take note. Kwa sababu juzi, and I said I will use this opportunity, Mheshimiwa Wambui, if you allow me, to put a record straight. Juzi kuna vitu wametembeza huku kwa mitandao. Uongo, you know. You know, in the words of Catholic bishops, this is a government founded on lies. Yani uongo. Juzi wametengeneza vitu yao ya mtandao, wanasema ati Senator Enoch Wambua, kwa sababu anajulikana yeye ni mfuasi kabisa wa chama cha Wiper na Kalonzo Musyoka, ati amesema ati Mheshimiwa Rigathi Gachagua to betray, and for that reason we are now going to work with one William Ruto. Now I want to make it very clear. I am standing here and the people's deputy president is seated here. Tuko hapa kwa kanisa, kwa madhabahu. Na mimi si kama wewe. Mimi, I can never lie. Not in church. I can never lie. I will say it as it is. Mr. President, kama wewe unangoja Kalonzo Musyoka mkae chini na yeye kwa hii serikali yako ya viraka, forget it. It will never happen. Wewe ulisema you will never allow nusu mkate government. Saa hii, my friend, hata sio nusu mkate, ni slices. You can never even know what the original color of this government was. Imewekwa viraka na viraka na viraka. So I want to make it very clear to you, Mr. President,
that the only time that you will probably meet with His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, it will be in public. Tutakuwa pale Kasarani. Utakuwa unapatiana the instruments of power immediately after 10th of August 2027, after the next elections. Na kila mtu atakuwa pale. Mimi nitakuwa hapo. Rigiji atakuwa pale. Deputy Governor Mwangangi will be there. Mheshimiwa Mbui will be there. The whole world will see. Hii ingine yako ya kusema ati mnakutana na Kalonzo juu kufanya nini? Forget it. It will not happen. Not now, not tomorrow. Wewe panga maneno yako vile unapanga. Sisi wacha sisi tupanga maneno yetu. Ya mwisho. Mimi nimesikia viongozi wenzangu wameongea maneno ya mzee ambaye kusema tu kweli sisi tumemheshimu. Tuseme tu kweli. Tumeheshimu Mheshimiwa Raila, tumetoka naye mbali, tumetembea safari mrefu, tumetoka. Na amesema he is in the process of consulting. Right Honorable Engineer Raila Amolo Odinga, with all humility, and this I speak for the people of the Mount Kenya South region. We want to tell you, mikono ya hii serikali ambayo wanataka kufanya kazi nayo inadodokwa na damu ya watoto wetu. Hiyo mikono ya hii serikali ambayo wanataka kufanya kazi nao, hawa watu wamedhulumu wana Kenya. Na hakuna mahali mimi nimetembea hii Kenya yote nikasikia mtu akiimba sifa za hii serikali. Raila Amolo Odinga, we respect you. We will wait for your decision. But I want to make it very clear that us as the people's loyal opposition, we shall remain on the side of the people. Even if one Stephen Kalonzo Musyoka and Rigathi Gachagua will be the only people that will be left standing on the side of the people, so be it. Na mimi niwaombe viongozi wetu, nikimalizia kwenda kukaa chini. Mheshimiwa Rigathi, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, this country is looking at you. This country has expectations of you. The worst thing that you can ever do to yourselves and to this country ni kuachana. Never at any one given time muachane. Nyinyi ni viongozi wetu, tunawaheshimu. Mkituambia tufanye jambo tunafanya. For the sake of this country, remain united. Don't let the struggle for power divide you people. Msimame imara pamoja, na ile barabara mtatuonyesha, na hiyo ni barabara ya kutoa Ruto kutoka kwa ofisi. Hiyo barabara tafuata, and I assure you. Yani if Rigathi Gachagua and William Ruto, not William Ruto, and Kalonzo Musyoka and Martha Karua and Eugene Wamalwa and Uhuru Muigai Kenyatta, nyinyi mkishikana, I assure you, huyo mzee hata kwa ballot ataenda, atatoka nje. So let us just remain focused. Let us talk about him because he's the biggest agenda in this country at such a time as this. Na washukuru sana watu wa Laikipia. Nilikuwa huko juzi, nilikuwa nimeenda kwa mazishi ya ndugu yetu baba yake Senator Kinyua, na watu wa Laikipia waliongea na sauti moja, wakasema wanataka Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka washikane. Watu wa Machakos mnasema nini nyinyi? Washikane wasishikane? Washikane. God bless you so much. Asanteni sana. Your Excellency.